Kabla wana wa Israeli hawajapata nguvu, walisema ni majitu makubwa, si ndio? Waliogopa, wakahofu na kutetemeka, kwa sababu waliona ni majitu nini? Makubwa. Lakini baada ya kupata nguvu, hawakuwafukuza, waliwafanya kama watumwa wao, waliwafanya kama nini? Sasa ukiwa una nguvu, hutaweza kuogopa pepo, hutaweza kuogopa shetani, hutaweza kuogopa magonjwa, hutaweza kuogopa maradhi, kwa sababu tayari una nguvu kuliko nani? Kuliko wao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siogopi mchawi. Mimi ninatamka tena kwa ushujaa mkubwa, kwa sababu nawafahamu vizuri. Siogopi mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninaye nini? Ninaye nguvu. Mimi mchawi ni rafiki yangu kwa sababu ni mtumwa wangu. Nitampa kazi ya kufanya kwangu. Haleluya. Nitampa kazi ya kufanya nini? Kwangu. Na watumia kweli, sikudanganyi, na watumia kweli kazini. Mimi kule site sina walokole, ni wachache. Mlokole ni Alfa na Eliudi, wengine wote ninao wa huko huko. Alinipa siri mtume wa Mungu. Tumefanya kazi, ilikuwa ni mwezi wa 5. Niko na walokole tupu, ikifika saa 7 tunanawa wote, tumejiandaa kwenda Mwenge maombi ya mfungo. Akaniambia utakufa maskini. Tumia hao ambao uliambao kule Misri, chukua wao, fanye kazi. Wakati unaenda kuabudu, wao fanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwanyonge tu kama unasema na nyonga. Umeshaoa ngapi? Wape kazi. Ni ndugu zako kule nyumbani, wako wengi wachawi. Utanyonga, utamaliza ukoo, ataokoka nani? Bwana Yesu asifiwe. Ule neno la Mungu nasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Sio afe, asiishi na uchawi, kwa sababu wewe una nguvu. Kama una nguvu kwenye ukoo wako, uwa uchawi kwenye ukoo wako. Kama una nguvu kwenye familia, uwa uchawi kwenye familia. Sio uwe shangazi yako, uwa uchawi. Bwana, ili yeye tunamhitaji. Tungewao tusingefika. Wangewao wasingekuwepo mundani. Wako wengi. Kusingekuwa na kanisa. Kwa sababu hao ndio Yesu alikuja kwa ajili yao. Yesu hakuja kuwanyonga, hakuja kuwaua, alikuja kuwatoa huko. Kwa sababu yeye ana nguvu. Uchawi ukashindwa, dhambi zikashindwa, uovu ukashindwa, wakamtumikia Bwana. Sema haleluya. Tuko madhabahuni tunamtukuza Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunapataje nguvu za Mungu? Inaenda kwa speed. Tunapataje nguvu za Mungu? Tunapata nguvu za Mungu kwa kulipa gharama, sio bure. Kwa kulipa gharama. Tunapata nguvu za Mungu, moja, kwa kuomba. Sema kwa kuomba. Unapokuwa mtu wa maombi sawasawa na neno, unachajiwa. Yaani ni sawa na beti ya simu ambayo iko chaja. Kwa sababu unapoomba sawa na neno, umejiconnect na mbingu. Kwa hiyo unapata nguvu za uwezesho ndani yako. Kwa hiyo unapata nguvu za nani? Za Mungu. 2, unapata nguvu za Mungu kwa kulisoma neno. Haleluya. Kwa sababu unaposoma neno unamjua Mungu. Unaposoma neno unazidi kurejea karibu na nani?
na Mungu. Unaposoma neno unapata ufahamu. Ukishapata ufahamu ni rahisi sana kupata uwezesho, nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata nguvu za Mungu 2, 3 kwa kufunga. Kufunga, unapotiisha mwili, roho inapata nguvu, kwa sababu ndiyo itakayobakia na nini? Na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Usifunge kwa kukosa chakula. Funga kwa sababu natafuta nguvu za nani? Za Mungu. Haleluya. Tunapata nguvu za Mungu kwa kuambukizwa kwa neema. Halo? Tunapata nguvu za Mungu kwa kuambukizwa kwa neema. Ninaposema nguvu za Mungu nazungumzia upako. Haleluya. Nasema kwa jina lingine na lugha ya Kihayo nasema anointing. Hizo ndizo tunazozungumzia hapa. Kwa hiyo kuna nguvu za Mungu unaweza ukapata kwa kuambukizwa. Hizo usisubiri, hiyo ni neema. Haleluya. Hizo usipige magoti ukaomba kwamba naona nataka nguvu za nini? Za kuambukizwa. Hizo zinakuja kwa nini? Kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilizipata kwa neema siku moja. Mama yangu aliniita hapa, akanitandika wese, afu akanong'oneza jambo. Haleluya. Sasa hilo natembea nalo, ni siri yangu. Hiyo ni neema. Sema neema. Unapopata neema tandikwa. Unawezekana hata bila kusoma darasa. Kuna wachungaji ambao walipata uchungaji bila kuingia madarasa kule huko. Hiyo ni neema, lakini sio formula. Haleluya. Apostle anaweza kaja hapa leo akakuita akasema leta chupa mafuta, akakutandika wewe ni mtume wa kimataifa, hata Kiingereza hujui. Ni neema. Lakini mtume wa kimataifa kisheria anatakiwa awe msomi, anajua Kiingereza, anajua lugha 2, 3 kwa ajili ya kufanya nini? Communication. Anaingia darasani. Lakini ukaitwa tu sasa hivi njoo. Sasa hizo usisubiri. Ni kwa neema. Haleluya. Sasa mimi ninachozungumzia nguvu za Mungu lazima ugharamike kuzipata. Haziji kwa ubwete. Yesu hakuja kukuletea nguvu za Mungu. Yeye alikuja kukulipia deni. Akamaliza. Sasa habari ya kutafuta nguvu za Mungu, it's up to you. Wewe unataka kuwa nani? Unataka uweje? Unatafuta mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unatakayetaka, unatafuta nguvu za Mungu. Matamanio yako uwe nani? Uwe mhubiri wa kiwango gani? Cha mwenda kasi mwisho au cha mkoani uitwe kwa mikutano, kitaifa uitwe, kimataifa uitwe? Ni wewe mwenyewe unavyojiweka. Wewe ni askofu wa aina gani? Ni wewe mwenyewe utakavyojichambua, utakavyojisolate mwenyewe kwamba mimi nataka askofu wangu watu 15 wananitosha. Hiyo ndio nguvu unayoitaka, ndio gharama yako. Utalala sana, kwa sababu maombi yako watu 15 ni dakika 7 umemaliza kuombea watu 15. Tena siku nyingine umechoka unaweka kwenye mafungu. Naombea naombea na usingizi. Haleluya. Hiyo ndio aina ya kazi unayotaka kuifanya. Lakini ukitaka kiwango cha kwako unachokitaka, lazima ujigharimu. Mwambie mwenzako hakuna kulala. Nikupe siri. Mchawi halali usiku wala mchana. Na wala sikutishi, ndio sababu wana nguvu.
wanafanya ibada usiku kucha. Sio kwamba kila wachawi wanaporuka usiku wanaenda kuloga, hapana. Wanasemaga, unajua waswahili wengine wanatofautisha, kuna kuloga na kuwanga. Wanapowanga, wanapo katika safari zao za kiibada, wanaweza kukutana wachawi wa mkoa, mikesha ya kutosha na sadaka za maana. Ndio sababu wanaweza kukaa hapa akafunga macho hivi fupi, yuko Iringa anafanya shughuli zake. Lakini wewe kutoka hapa kwenda Bomembe Saba kunyosha mkono na hii useme hivi, kwa jina la Yesu na asilia uponyaje Bomembe Saba, mpaka mwambie mtumishi nakuja nitumie nauli ninje, kwa sababu nguvu ya kutoka hapa kufika Bomembe Saba hauna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kunatakuwa namna fulani ya kujigharimu, sio kujihurumia. Nimesema hapo kufunga, lazima ufunge, sio mpaka waambiwe mwezi wa 5 tunafunga. Ile wala hujui tunafunga kwa sababu gani. Najua aposto, ile wewe unapata kutiisho tu, unapata tu nani ile kutii, kwa sababu unapata fungu lako la kutii. Lakini unatakiwa ufunge ng'ata kavu, wacha utatemeka, kuna madonda tumbo. Mwambie Mungu, nahitaji nguvu zako. Umaskini basi, mapepo mwenda kasi basi, zoni yangu nimechoka kuhubiria watu watatu. Funga, mwambie Mungu nipe nguvu, maana sina nguvu ya kuita hao wengine. Nguvu inaleta watu kwa Yesu. Nguvu za Mungu, nguvu za Mungu zinaweza zikalaani. Mwenye nguvu za Mungu anaweza akalani na anaweza akabariki. Naomba nisomee Hesabu 22:6 haraka haraka. Basi njoo wewe nikusihi na kusihi, nilaanie kwa hao, maana wakuu kunishika mimi, labda nitawaweza tupate kuwapinga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye kubarikiwa na yeye kumlaaniye kulaaniwa. Haleluya. Sasa huyu ni katibu kata amemwita mchungaji Priska. Haleluya. Kuna mambo yamemshinda, kwa sababu watu wa mwenda kasi au mwenda pole wana nguvu kuliko nani? Yeye. Lakini akaona kuna mwenye nguvu kuliko wao, akamwita mchungaji wa Bwana, akamwambia naomba nisaidie kulani hao watu. Haleluya. Kulani ni kinyume tu cha baraka. Wakati mwingine anaweza kawaita kwa nini? Kwa kuwabariki. Haleluya. Kwa hiyo mwenye nguvu kuliko wewe anaweza akakubariki. Piga makofi kama umeelewa. Ujiongeze hapo. Anaweza kufanyaje? Lakini ukimchokoa anaweza akakulaani, japo sio neno la kinywa chake. Haleluya. Sio neno la kinywa chake. Anaweza akakulani tu kwa namna matendo ya hicho unachokifanya kinaweza kikawa laana kwako, kwa sababu umetezea mafuta makubwa kuliko nini? Ya kwako. Mungu hatakuacha. Yeye tu anaweza akasema sitamsema, lakini hatafurahi. Unapomsema mchungaji, unapomsengenya, hatafurahi. Atasema tu Mungu asamehe, hawajua litendalo, lakini ndani ni binadamu, maumivu atakuwepo. Bado tu hujalaniwa hapa kaka. Naomba nithibitishe hapa kwa neno hili na malizia hapa. Naomba nisomee Wafalme wa Pili mstari wa 1. Wafalme wa Pili 1 mstari wa 9.
Kitabu cha Wafalme ile sura ya kwanza mstari wa 9. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Eliya. Akamwendea na tazama, ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shika. Endelea. Mstari wa 10. Eliya akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Haleluya. Hapo alitafuta nini? Wanasemaga alitafuta kuona miguu ya nani? Ya nyoka. Nyoka anayo miguu, kwani anatembeaje? Ukimwona hapa dakika mbili utamuona kule anatembea. Ile ndio miguu yake. Sasa ukitafuta kuiona kuna kung'atwa. Haleluya. Akida alifikiri mamlaka yake ya kiserikali alionayo anaweza kacheza na nguvu za nini? Nguvu za kiungu. Maana ninaposema nguvu kuna nguvu nyingi. Hata hawezi kuwa akida kama ana nguvu. Haleluya. Ana nguvu zake, lakini ziko nguvu ambazo zimezidi nguvu za akida. Ambazo ni nguvu za nani? Za Mungu. Akamjaribu Eliya. Akatuma yule aliyetumwa na 50 wake. Alafu bado mfalme akawa na roho ngumu, akatuma tena wengine. Ukisoma huko akatuma tena wengine 50 na kiongozi wao tena. Wakalambwa tena. Watatu ndio kaja kwa neno la hekima. Bwana Yesu asifiwe. Nini nazungumza hapo? Acha maneno ya kejeli kwa mtu aliyekuzidi mafuta. Inawezekana hivyo ulivyo unaomba na kufunga. Unatubu dhambi ambazo hujafanya kwa woga wako kwa sababu maisha yameshakubana. Kumbe yako tu mafuta ambayo uliendea vibaya. Kuna kejeli ulienda mbele za Mungu, ukaendea mpaka mafuta mmoja kwa maneno ya kejeli mbele zake. Ukamwambia shuka. Kuna wengine bado huko kwenye zoni wanajilinganishaga na maaskofu. Hata mimi nashindwa kusimama hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini askofu ni mimi. Mimi ndio nina mafuta hayo ya askofu. Haleluya. Unapochokonoa mafuta kwa kejeli, kwa kupima nguvu zako, kwa kufikiri na wewe una za kwako zinazolingana na hizo, si kweli. Hata kama Eliya asingetamka kwamba huo moto ushuke, bado ungelangwa na huo moto. Si ajabu kuungua unakoungua ni moto unakulamba, ambapo nguvu zako uliwahi kulizinganisha na za mchungaji. Kwani nini bwana? Kwani mwenda kasi tena ataondoka, hata utakuja mwingine? Kwani huwezi kuondoka? Wewe unajipangia kuondoka, je, wewe ukaitwa kabla hajaondoka yeye? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jinsi unavyoishi, kama unazitafuta baraka za Mungu na sio laana, angalia namna unavyoendea mafuta. Haleluya. Namna unavyosogelea mafuta ya nani? Maki hakuna aliyezaliwa hakupenda kuwa mchungaji, hakupenda kuwa mwenyekiti wa kiroho. Sijawahi kupenda kuwa askofu. Ila ni mafuta niliyopakwa kwa ajili ya nini? Ya hiyo kazi. Si yangu, ni ya nani? Na ndio sababu nasema nguvu, sisemi nguvu zako, nimesema nguvu za Mungu ndani ya kanisa. Unapocheza na nguvu za mpako mafuta wa Mungu ndani ya kanisa, unacheza na nguvu za Mungu ndani ya nini? Haleluya. Lazima uwe na lugha ya adabu. Uwe na lugha inayofanana. Ukiona unapata mateso, tambua umefungwa na mtu mwenye nguvu zaidi yako. Hiyo utaenda kusoma nyumbani, Mathayo 12:29. Utasoma nyumbani Mathayo 12:29.
Ukiona unataabika, jua aliyekufunga ana nguvu zaidi ya nani? Ya wewe. Kama umefungwa na mizimu, jua ile mizimu ina nguvu kuliko wewe. Namaanisha, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu za yeyote mwenye nguvu kuliko wewe, kwako zinaweza kuwa chochote saa yoyote. Mwenye nguvu anaweza kukuchoma sindano ya nusu kaputi ukamka saa 10. Akakuamuru hapo tu. Akimaliza kuhubiri ndio utanyanyuka, kwa sababu ana nguvu kuliko nani? Kuliko wewe. Sasa ukiona unapitia vifungo vingi, jua waliokufunga wana nguvu kuliko wewe. Acha kulia, sio wakati wa kulia. Tafuta nguvu ili ukae juu yao, vifungo vitakuwa vimefunguka. Yaani automatiki, ukiwazidi nguvu, kamba zao wana kazi nazo, watafungua waondoke na kamba zao, wakamfunge mwingine ambaye ana nguvu. Sema ee Bwana Yesu. Naomba usimame. Rabo sakarabasa. Sema ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Hivi nilivyo, ninakusogelea wewe. Naomba unisaidie kuzipata nguvu. Nipe nguvu za kuweza kukutumikia. Nipe nguvu za kuweza kutafuta mali. Nipe nguvu za kuweza kuabudu. Nena mbele za Mungu, lita nguvu. Korabasa. Ripo sheketeri makori ya masika. Raba sakara makori ya masaya. Rike seketeri makori ya masaka. Baba, tunazita nguvu zako ndani ya kanisa. Tunazita nguvu zako ndani ya kanisa. Tunaomba nguvu zako. Tujaze. Tujaze. Tujaze kwa upendeleo, tunaomba nguvu zako. Jaza kila mmoja nguvu za kuweza kutembea. Tupe nguvu za kuweza kukutumikia. Tupe nguvu za kufanya kazi pamoja na wewe. Tupe nguvu za kujenga mwili wako. Tunaomba nguvu, tupe nguvu mfalme wa falme. Ribo shakarabakori ya masaka. Sema Roho Mtakatifu, niwezeshe kupata nguvu. Sawa sawa na Matendo 1:8. Nenda kaombe nguvu. Maana alisema atawajilia nguvu. Robo shakarabasa. Roho Mtakatifu, Roho wa uweza, niwezeshe mimi kupata nguvu. Nahitaji nguvu za uwezesho. Nahitaji nguvu za uwezesho. Nahitaji nguvu zako. Niwezeshe kupata nguvu. Nipe nguvu ya hekima. Nipe nguvu. Nipe nguvu ya ufahamu. Nipe nguvu ya kutenda. Nipe nguvu, raba, ya kushinda mambo. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Sema kuanzia leo, mimi Amani, nina nguvu. Nina nguvu za Mungu. Kwa hiyo basi, kuanzia leo, umaskini basi, uchawi basi, kung'ang'ana basi, kuonewa basi, kuibiwa mwisho. Piga kelele za shangwe kwa Bwana Yesu. Piga makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Shangilia kwa ajili ya neno zuri. Piga makofi. Sema nguvu ni kila kitu. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili wakati mzuri tena tunapoendelea kujifunza.
Acha Roho wako Mtakatifu akajidhihirishe katika maisha yetu, hata kile tunajifunza kipate kukaa. Neema ya Kristo ikatawale katika maisha yetu. Amen. Naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Mpe jirani yako habari kwamba unaendelea kula madhabahuni. Basi tunaenda kujifunza mawazo. Somo letu mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Andika mawazo. Niseme tu kwa ufupi, tunapoenda kujifunza kwa habari ya mawazo, tunajifunza maisha. Amen. Sema mawazo ni maisha. Na leo najifunza maisha. Mawazo ni nini? Mawazo ni fikra au tafakari ya mtu nafsini mwake. Mawazo ni fikra au tafakari ya mtu nafsini mwake. Fikra au vile unavyotafakari ndiyo mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuzungumzia wewe kupitia kile unawaza. Je, unawaza sahihi? Je, unawaza vibaya? Kwa hiyo tunapojifunza lazima utake kuelewa, na utaelewa kwamba ninachokiwaza ni sahihi au unachokiwaza ni vibaya. Mawazo ya mtu yako moyoni mwake. Mawazo ya mtu yako moyoni mwake. Naomba kutusomea, nisomee Mwanzo 8:21. Kwa hiyo tunapozungumzia mawazo, tunazungumzia kitu ambacho kiko moyoni mwako. Yesu leo anataka aongee kwa habari ambacho kiko ndani ya moyo wako, akibadilishe au akiongezee uelewa zaidi. Mwanzo 8:21. Ndio. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Niseme tu kwa neno tulivyosoma pale, yamkini leo hii unaona mambo hayaendi, ni mawazo. Amen. Yamkini leo hii unaona changamoto inakuwa kubwa sana, ni mawazo. Yamkini umejiwazia wewe mwenyewe au wamekuwazia vibaya. Ni nani anaweza kukuwazia vibaya ikawa? Amen. Wazazi, naomba mnisikilize vizuri hapa. Unapowawazia watoto wako vibaya, ndivyo inavyokuwa. Amen. Aliyepita amesema kwa habari ya uongozi, kwa ujumla uongozi wa kanisa na mambo mengine. Unapowawazia vibaya wafuasi wako, ndivyo inavyokuwa. Sasa changamoto, asilimia kubwa ya maisha ya mwanadamu yamekuwa ni mawazo mabaya anayojiwazia yeye au anavyowaziwa, kwa sababu kile unachokiwaza ndicho kinachotoa matokeo nje. Sema Bwana Yesu, kama niliwaza vibaya, leo nabadilisha. Kama niliwazia vibaya watu wengine, leo nabadilisha. Mawazo yanaweza kujenga au kuharibu kabisa. Amen. Mawazo yanaweza kujenga au kuharibu kabisa. Siku ambayo utaweza au utawaza vizuri, nguvu ya Mungu itatembea na wewe kuondoa ubaya wa mawazo. Kwa mfano, kama leo tunavyojifunza hapa, nataka ubadilishe kitu kwenye akili yako, uwaze vyema kwa ajili ya maisha yako. Sema amina. Hicho unachokiona leo hii kina ubaya katika maisha yako au mazingira unayoishi, kiwazie mambo mazuri, kitabadilishwa.
Piga makofi kama umenielewa. Ukifika mahali fulani ukaanza kujiwazia mambo mazuri, ukajitabiria mambo mazuri, unabadilisha kwenye akili yako na kwenye moyo wako, utaona mambo yanakuwa, kwa sababu unachokiwaza ni chema. Amen. Amen. Roho Mtakatifu ana nguvu zake zote zinazokuwa katika upande wako, kwa sababu unawaza mambo mazuri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakaa kwa wale wanaowaza mambo mazuri. Roho Mtakatifu anakaa pale watu wanaotamani kuwa na mambo mazuri. Vivyo hivyo katika maisha yako ya kila tuapo leo, waza kuwa na mambo makubwa, waza kuwa na mambo mazuri. Wazo lako la kila siku liwe ni wazo la kuongezeka, lisiwe ni wazo la kurudi nyuma. Sema amen. Akili yako ukijishughulisha kwamba imjue Mungu, itamjua Mungu, kwa sababu ndicho unachowaza. Amen. Akili yako ikiwaza kuwa mtu fulani kama kusudi la Mungu kupitia wewe, ndivyo utakavyokuwa. Kwa hiyo hapa tunazalisha wazo jipya ndani ya mtu. Piga makofi. Tunazalisha wazo jipya ndani ya nani? Ndani ya mtu. Sema Bwana Yesu, nipe neema ya kuelewa zaidi, kwa sababu mawazo yangu nataka yabadilishwe leo hii, niwaze mambo mazuri. Kwa hiyo vyovyote vile mtumishi wa Mungu unavyoishi, waza vizuri. Amen. Yaani haijalishi wamekukaba kwa namna gani, waza vizuri. Mungu anafanyia kazi kupitia kusudi lake kwa wale wanaowaza vizuri. Luka 1:51. Luka 1:51. Some. Kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 51. Amefanya nguvu kwa mkono wake. Amewatawanya walio kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Kwa hiyo katika hali ya kuwaza vibaya, unabeba kiburi, unakuwa jeuri. Amen. Amen. Na ukishafika katika mawazo haya, ina maana kwa upande wa Mungu unakuwa mbali naye, unakuwa mbali sana na uso wa Mungu, kwa sababu unawaza vibaya. Kuna mtu mwingine amekuja leo katika ibada hii, lakini bado anawaza vibaya, anamwazia mtu mwingine vibaya, anawazia maisha yake vibaya. Yaani kuna mtu mwingine anafika mahali fulani anasema hivi ni mimi niliyeumbwa kwa kusudi la Mungu, kama watumishi wanavyosema. Mbona sioni changamko? Changamko utaliona unapowaza vyema. Amen. Amen. Kwa hiyo watu wanaowaza vibaya au mawazo mabovu sio watu waliobeba kusudi la Mungu. Lakini leo hii natamani uelewe kwamba tunapojifunza uwaze vyema ili uwe upande wa Mungu. Ukiwaza vyema ukawa upande wa Mungu, Mungu yeye mwenyewe hatakupigania kupitia hilo jaribu au changamoto ulionayo. Sema amina. Kwa hiyo tamani kile tutapo leo ndani ya moyo wako uwaze mawazo yaliyo na nguvu ya Mungu. Mawazo au fikra za mtu ndizo zinazobeba maisha yake na ukweli na uhalisia. Kwa hiyo mawazo yako ndio yanabeba maisha yako. Amen. Utasema utaenda kwa mtumishi wa Mungu wa kuombea au ongee naye, lakini kwa mtazamo wa kabisa anakuona kwamba huyu mtu maisha anayoishi anaishi maisha haya. Leo nikupe siri. Yamkini kuna vitu fulani unapitia, unaona ni imekuwa changamoto kubwa sana. Yaani mpaka sura imebadilika, unaishi yale maisha ya changamoto sana. Amen. Sema hiyo sura naifuta leo hii. Hiyo sura naifuta leo hii. Sasa kuna mtu mwingine anapitia kwenye jaribu fulani hivi na sura yake imebadilika. Imefanana na ile hali. Hata ongea yake amebadilishwa. Hata kula yake amebadilishwa. Kwa sababu amewaza vibaya. Amen. Maana yangu ni nini? Mungu anakuwazia mema.
Yesu anakuwazia mema, usijiwazie mabaya. Amen. Hata huyo unayemwona amekuwa adui mkubwa sana, ukijiwazia mambo mema, adui hatakukimbia. Ukichola mcholo ambao ni kwa habari ya maisha yako, adui hata usogelea, kwa sababu adui ana tabia ya kuchallenge kwa habari ya ndoto yako. Lakini akiona moyo wako umebeba ile shauku na ile nguvu ya kuelewa kwamba anajiwazia mema, hatokaa mahali pale. Kwa hiyo katika maisha yako usiwaze asi, waza chanya. Kwenye biashara waza chanya. Kuna mwingine anaweza akawa na mawazo yake anataka afungue biashara, lakini akafika mahali fulani, hivi biashara nitatoboa? Mawazo ndiyo biashara yako. Amen. Amen. Kuishi kwako ni mawazo yako. Amen. Ubarikiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya kuwaza, lazima tuwaze vyema. Kama ni familia yako iwazie vyema. Kama ni ndoa yako iwazie vyema. Kama ni biashara yako, weka mawazo chanya. Kama ni ibada, weka chanya. Chochote kile unachokifanya, fanya kwa mawazo chanya. Hata kama unaona kuna hukumu, taka kuwa mtu mkubwa. Amen. Hata kama unaona mambo hayaendi, taka kuwa vile Mungu anataka. Mungu hajatuumba tuteseke, ila tunateseka kwa sababu ya mawazo yetu. Badilisha mawazo, mtumishi wa Mungu. Badilisha nini? Mawazo. Ulikuwa unaomba dakika 5, omba dakika 45. Mawazo hayo. Amen. Ulikuwa uji ibada unakuja, ikiwa live hauji, njoo hata ikiwa live. Alafu mimi huwa sielewi. Sikiliza, leo nikufungue kidogo. Tunaposema ibada live ndio hii. Piga makofi kama umenielewa. Sasa kuna watu wengine kwenye akili zao waishasema kwamba ibada live siendi. Sasa ushajifuta katika ulimwengu wa roho. Hii ndio ibada live. Na Yesu yupo. Nani anaweza akalipa jibu ile ni ibada gani tunaangalia kwenye runinga? Ile ni ibada gani? Nani anajibu? Mpelekee maiki ambaye anajibu sahihi. Wapelekee kule kwenye bendi kule. Sikiliza nikwambie. Hii ndo live. Ina maana tuko naye. Sasa mimi nashindwa kuelewa live ni upi? Hivi unaweza kuwa unaangalia TV yako nyumbani unasema hii ndo live. Live ni nini? Hii hapa. Wewe umenielewa? Mwenye jibu sahihi ni nani? Ongea kwa sauti wakusikie. Ibada ya moja kwa moja. Mmemwelewa asilimia ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Nakupa homework. Mimi nishakuelekeza kwamba hii ndio ibada live. Na tukiwa live na maana na Yesu yupo. Sema amina. Sema amina. Hiyo ndio homework hiyo. Mtaulizana mtapata jibu. Amen. Kwa hiyo fikra na mawazo yako ndiyo maisha yako ambayo Mungu amekusudia. Hasa ukiwaza chanya. Amen. Amen. Mithali 4:23 tusomea hapo. Linda moyo wako. Mwanzoni nilisema moyo ndio umebeba. Amen. Usiwaze vibaya, mtumishi wa Mungu. Usiwaze nini? Ulinde sana moyo wako, usiwe na mawazo mabaya. Kuna mtu mwingine hapa anaumwa lakini anawaza kwamba atakufa. Sema Bwana Yesu, yale matokeo niliyopewa na daktari
kwamba nauma ugonjwa fulani, leo nayafuta akilini. Nitawaza afya, nitawaza uzima. Acha kuwaza habari ya daktari alisema nini. Acha kuwaza kwamba mama yako alikwambia hautoweza. Acha kuwaza watu walikwambia hautozaa. Acha kuwaza kwamba walikwambia wewe hujui kuomba. Hivyo hivyo hata kama unaomba kwa kilugha, Mungu anakusikia. Sasa kuna mtu mwingine alisema mimi sijui kuomba, nitaombaje? Hivyo hivyo. Yaani hivyo hivyo unavyoniambia kwamba hujui kuomba, ndio hivyo hivyo uombe. Sema amina. Mungu anakusikia kwa sauti hiyo hiyo. Kuomba hakuna mbwembwe. Kuomba hakuna maigizo. Kuomba ni maneno yanayotoka kinywani mwako kwa hoja za msingi kuzipeleka mbele za nani? Za Mungu. Hakuna mbwembwe kuhusu kuomba. Ni maneno yako yenye mpangilio na hoja za msingi ili Mungu akusikie, hakuelewe. Kwa hiyo kuomba kwako ni maneno yako, na kuomba kwako kupata majibu ni mawazo yako. Unawaza nini? Sema amina. Sema amina. Sema Bwana Yesu, moyo wangu utabeba uhai wa mawazo mema, na mawazo mabaya natoa ndani ya moyo wangu. Hasa wale waliowaza vibaya, amen, Mungu amewakataa. Unaona hatari ilipo Ukiwaza vibaya Mungu anakukataa. Sikiliza, inawezekana uelewe kitu kifani. Ukiomba ujinga, Mungu anakupa ujinga. Ukiomba kuelewa, Mungu anakupa kuelewa. Kwa hivyo vyote vile utakavyoomba kwa Mungu anakupa. Sasa kataa kuomba vibaya. Kataa kuwaza vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani kila itapo leo uwaze mambo makubwa, hasa ukimtanguliza Mungu. Hasa ukitaka kuelewa hiki kinachokiwaza Mungu anasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunayoona haya yote yanayotendeka hapa duniani ni mawazo ya watu. Sasa kama waliwaza vibaya, ndio tunaona ubaya. Kama waliwaza vizuri, ndio tunaona mambo mazuri. Amen. Sisi tunapojifunza hivi, waza vizuri kwa habari yako wewe na familia yako na Mungu wako. Hasa ukimwambia Mungu, nipe kuwaza mawazo yaliyochanya kwa habari ya utukufu wako. Sikiliza, ukitaka kupata kitu chochote unachokitaka, kumbuka kusudi la Mungu ndani yako. Mungu alikuumba ufanye nini? Watu wengine wamekuwa wanaona mambo hayaendi kwa sababu wamewaza kwa nafsi zao. Wamekuwa wabinafsi sana katika maisha yao. Hawamwazii Mungu chochote. Sasa leo hii mwazie Mungu ili na yeye awaze kwa habari ya maisha yako. Sema amina. Sema amina. Kuna jambo fulani unalitaka liwe, au unataka Mungu akufanyie mambo mazuri, waza yeye kwanza. Sema amina. Waza yeye kwanza, alafu na yeye akuwazie. Sasa mimi nashangaa watu wana overtake, anawaza ya kwake kwanza, alafu anarudi kumwazia Mungu. Mungu anachokifanya anasema endelea kuwaza unavyowaza. Alafu ukigonga huko, hata ukija kwa mchungaji haitaenda. Utaomba rehema na toba ya bure. Sema Bwana Yesu, leo lazima niwaze mambo yako, ya kwangu yawe pembeni. Najua nikiwaza ya kwako, na wewe utaniwazia mema. Piga makofi kama umenielewa. Mawazo yana nguvu ya kuleta majibu kwa haraka sana kuliko maneno tuyasemayo. Mawazo yana nguvu kubwa sana ya kuleta majawabu kuliko maneno tusemayo. Kwa hiyo kile unachowaza ndicho hicho kitasababisha tuone matokeo ya kile unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua katika maisha ya kawaida watu tunapenda fedha, si ndio Si ndio Lakini hiyo fedha unayoitaka unaiwazia nini?
Kuna mtu mwingine anasema nipate fedha nijenge nyumba nzuri mtaa mzima wanikome. Kuna mtu mwingine anasema yani nitakavyopata gari langu, nitakavyokuwa naenda kanisani, yani lazima nieleweke. Amen. Mawazo hayo. Kuna mtu mwingine anasema nikipata kitu fulani ina maana nitakubalika kwenye jamii fulani. Amen. Ni mawazo hayo. Kuna mtu mwingine anasema nikipata kitu fulani ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jibu ni sahihi ya kupata kitu fulani kwa ajili ya utukufu wa nani? Usije ukafanya kitu chochote watu waone. Fanya kitu chochote Mungu aone. Amen. Fanya kitu chochote Mungu. Yani hata kama ni ndoa yako, taka ndoa yako Mungu apendezwe, kwa sababu ndo mwenye ndoa. Ukitaka wanadamu waone ndoa yako inaendaje, wewe unaigiza. Sema amina hata kama mnielewe. Taka kujua Mungu ndoa yako ikoje. Usitake kuona jirani yako anasema ndoa yako ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja bwana nikawa nasema na watu fulani, nikawaambia hivi, mimi huwa sielewi. Yaani baba na mama wanataka kugombana. Sema wanataka kugombana, tushirikishane. Sema baba na mama wanataka kugombana. Wanasema tutoke sebuleni twende tugombanie chumbani, watoto wasione. Ni upuuzi kama upuuzi mwingine. Mungu anaona. Mungu anaona. Kwa nini unanitukana mbele za watoto? Anasema sasa kama nataka kukutukana twende chumbani. Wanaongoza nao ili wasemezane chumbani. Ni utovu wa nidhamu wa kusudi la Mungu. Sema amina hata kama mnielewi. Yaani kama una tabia hiyo, acha. Ugomvi wa vyumbani kwamba watoto wasione, yani acha. Katubuni, mwache kugombana. Sema amina. Ndio inapeza hiyo. Kwa hiyo mawazo yako yanapokuanzisha kwamba acha nifanye kitu fulani Mungu aone. Mungu anaona. Mungu, kwa usije ukafanya acha nisifanye maisha asione. Mungu anaona. Nyie wazazi nyie na ndoa. Chumbani mpaka sasa mimi nashindwa kuelewa. Mmeingia chumbani hamna alama. Mnatoka chumbani mkiwa mmekuanguana. Wengine macho yamevimba, wengine wanalia, wengine mpaka watoto watashangaa watasema mlienda salama. Mbona hii? Amen. Acha mambo ya ugomvi. Sema amen. Hata kama anakukela wewe kaa kimya, angalia utukufu wa nani? Acha mambo ya ugomvi. Acha kuficha kile Mungu anaona akistahili. Mungu anaona. Sasa mawazo ya watu wengine wanafanya kana kwamba wanamficha Mungu. Kumbe ni tupu. Sema ni tupu. Wewe usikwepe mwanadamu asione aibu yako. Mungu ndiye anaona aibu yako. Amen. Zaburi 19:14. Tunazungumzia kwa habari ya mawazo. Unawaza nini wewe? Unajiwazia nini wewe? Unataka Mungu afanyeje? Tusomee Joseph. Zaburi 19:14. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Taka mawazo yako yapate kibali mbele za nani? Bwana Yesu asifiwe. Siku zote unaweza ukafika mahali fulani ukakataa kumfurahisha mwanadamu, ukataka kumfurahisha Mungu, na ndilo kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameagiza sisi tupendane. Amen. Lakini kwa habari ya utukufu wa Mungu tumwachie yeye ajitwalie nini? Utukufu. Kwa hiyo mawazo yako ndio utasababisha kesho yako tuione. Mawazo yako ndio utasababisha tuone utumishi wako. Mawazo yako ndio utasababisha tuone ukiwa na afya. Usiwaze kufa. Hata daktari kama amekwambia unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiwawazie watu mabaya, kwa sababu unapowaza vibaya ndio mbegu unayoipanda. Kama haitakukuta wewe, itakuta kizazi chako. Na ndio protocol ilivyo.
Yaani wewe unaweza usikukute kwa sababu unajichanganya na maombi, lakini watoto wako wamelala, ila unayoiwaza linawaingia wao. Sema nakataa kuwawazia watu mabaya. Nikiwawazia watu mabaya, napanda mbegu ya ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jiwazie mambo mazuri ili upate kibali ndani mbele za nani? Za Mungu. Mungu anataka watu wanaowaza mambo mazuri, mambo makubwa, wanaowaza kufaulu, ambao hawawazi kushindwa. Sema amen. Wanaowaza kuwa juu, hawawazi kuwa chini. Chochote unachokiwaza, taka kuwa na mlengo. Unatakaje? Unataka iweje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtumishi Amana ameongelea uchawi hapo, lakini ukiwaza unalogwa, watakuja wakuloge, kwa sababu ndicho unacho. Ukiwaza kutokuwa na, unasema wiki inaisha bila fedha, fedha na yenyewe itakaa pembeni ili wiki ishe bila kupata fedha. Ukiwaza kugonjeka kwamba wewe mimi kwa nini naumwa, utaendelea kuwa na kwa nini naumwa. Kwa hiyo badilisha kile unachokiona ni kigumu katika maisha yako kiwe chepesi kutokea ndani ya mawazo yako. Umba uzima wa hicho unachokiona kimekufa. Wakorintho wa pili 10:4. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 5. Tuangalie mtume Paul alisemaje hapo. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 5. Hata kuangusha ngome. Unawaza nini hiyo vita yako? Amen. Sasa nataka nikupe neno moja. Hiyo vita yako waza kushinda. Hata kama unaona ni ngumu, waza kufanyeje? Yaani hata kama unaona kabisa umekuwa na weusi, waza kuwa nyeupe. Amen. Yaani hata kama unaona imekukaba mpaka shingoni, waza kushinda. Weka wazo la kushinda akilini mwako. Fika mahali fulani kusema mimi ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wazo lako ndio kesho yako, na wazo lako ndio maisha yako. Elewa hiyo. Amen. Elewa hiyo. Hapa ngome anazozitaja mtume Paul ni mawazo mabaya na fikira ijiunuayo kinyume na elimu ya Mungu. Hapa mtume Paul, yaani kuna fikira inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu na mawazo mabaya, ndicho anachokiongelea mtume Paul. Amen. Kwa hiyo chochote kile kinachopinga imani yako kikatae. Elimu mbaya yoyote ile inaona inapinga uelekeo wako na Mungu wako, ikatae. Yule mtu aliyekwambia unaenda ibada kufanya nini, mkatae. Yule mtu anayesema kwamba umeomba mbona hujaona majibu, mkatae. Yule mtu anayesema mbona wewe ni mambo mengi yamekuwa ya kanisani, muangalie yeye ni nani. Kinachoipinga elimu ya Mungu kwa habari ya maisha yako, kaa nacho mbali. Umenielewa? Kaa nacho mbali. Chochote kinachopinga imani yako kinazalisha sumu ndani yako, kikatae. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mawazo mabaya yanayopinga elimu ya Mungu, ikatae. Jambo la kuzingatia hapo, control mawazo yako. Jambo la kuzingatia, control mawazo yako na control moyo wako. Na unapo control moyo wako, ndio unapo control matendo yako. Control mawazo yako, control moyo wako. Na unapo control moyo wako, ndio unapo control mawazo yako. Kwa hiyo moyo usikuzuie
au akili isikuzuie kuwaza vibaya, kwa sababu ndani ya moyo kuna kitu kimepandwa. Amen. Waza mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Waza nini? Mambo mazuri. Hata Yesu yeye ametuwazia mambo mema. Isaya 55:8-9. Naelekea kumaliza. Isaya sura ya 55:8-9. Tusomee. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sentensi inaeleweka? Sinaeleweka Beba basi kitu kimoja hata kama uelewe sentensi kwamba Mungu anatuwazia mambo mazuri. Alafu sisi hatupaswi kujiwazia mambo mabaya. Ili kupitia kile Mungu anatuwazia kiwe sahihi, kipate mahali pa kukaa. Amen. Kwa sababu ukijiwazia vibaya na Mungu anakuwazia mambo mazuri, ile ubaya unaowaza unachukua nafasi ndani ya moyo wako, na kile Mungu anakuwazia kinashindwa mahali pa kukaa. Kwa hiyo kinakuja kinagonga kinarudi, kinagonga kinarudi. Mmenielewa? Nimejaribu kutumia lugha rahisi sana ili mnielewe kwamba lazima tujiwazie mazuri ili yale Mungu anayotuwazia yapate nafasi pa kukaa. Siku ambayo utafanikiwa kuwaza nje ya mazingira ni siku ambayo Mungu atabadilisha maisha yako. Kwa hiyo kwa nini nasema usiwaze ndani ya mazingira? Usiwaze hapo ulipo. Sema waza zaidi ya hapo, ndipo Mungu atakuwazia zaidi ya hapo. Watu wamewaza kama vile wamefungwa kwenye chupa. Yaani ni hivi, hata kama adui alikufunga kwenye chupa, waza kuipasua hiyo chupa. Amen. Yaani kuna mtu mwingine ameridhika mama. Yaani anaona kabisa yeye ana kuku 5, ana mbuzi 2, ana fedha milioni 20 kwenye akaunti, anafuga vitu fulani hivi, familia yake inakula tu, anaenda kula, ameisha.
Alafu kumina ibada bora sio wewe unalipa. Sema wewe bora tumia. Wewe bora tumia kwa Bwana. Unaambia huyu ukichunguza anawaza vibaya, ameweka mawazo mabaya ndani ya moyo wake. Sema Bwana Yesu, wewe ni mzuri. Sasa tumalize hapo. Utawezaje kuwaza kama